We mtu wa Mungu, tuangalie ile Mithali sura ya 6, nianzie mstari wa 6. Anasema, ewe mvivu mwendee chungu, zitafakari njia zake upate hekima. Kwa maana yeye hana akida wala msimamizi wala mkuu, lakini hujiwekea akiba ya chakula wakati wa jua, hukusanya chakula chake wakati wa mavuno. Sasa ukisoma maandiko hayo uyatafsiri vizuri, kuna neno njaa hapo tunaliona limetajwa. Anasema hujiwekea akiba wakati wa njaa, lakini kwa mujibu wa Biblia njaa inatajwa katika makundi mawili. Kuna njaa ya aina mbili. Kuna njaa ya chakula kawaida kwa ajili ya mwili, lakini kuna njaa ya neno la Mungu. Njaa ya neno la Mungu. Na hii njaa ambayo inasemwa hapa na ambayo mimi ningependa tuisikilize ni kutoka katika ile Amosi sura ya 8 ule mstari wa 11. Biblia inaandika, inasema, angalia siku zinakuja, asema Bwana Mungu, ambazo nitaleta njaa katika nchi, si njaa ya kukosa chakula wala kiu ya kukosa maji, bali kukosa kuyasikia maneno ya Mungu. Kwa hiyo mtu wa Mungu, yeyote popote ulipo, ambaye unajua kwamba Biblia ni neno la Mungu na umesahau kujiwekea akiba. Akiba inawekwa kwa kusoma neno la Mungu. Ni wakati sasa wa wewe kusoma neno la Mungu kuliko kipindi kingine chochote. Uweka akiba, maana kuna wakati ambao hutaiona Biblia. Hutaona muda wa kwenda ibadani. Kuna wakati kutakuwa hakuna kuabudu katika makanisa. Kwa hiyo utakula kile kilichoko ndani. Kwa hiyo jifunze kwa chungu. Wadudu wadogo hawa, dogo aina ya siafu, wadogo sana, wanaweka akiba wakati chakula kipo, wakati wa mavuno. Kwa hiyo ni wakati wako wewe kusoma neno kwa bidii. Ni wakati wa kuomba kwa bidii. Ni wakati wa kupatikana nyumbani kwa Mungu kwa bidii sana katika kipindi hiki. Usiseme baadaye. Wakati wa taabu hutaweza, maana kuna wakati mambo yatakuwa yamekoma. Utakapotamani neno litakuwa halipo. Baada ya kusema haya, nikukumbushe kwamba mimi ni mjumbe tu wa Bwana Yesu Kristo. Mfalme wa wafalme atakuja tena si muda mrefu, naye atatawala kutoka Yerusalemu. Jiandae, maana Roho Mtakatifu anafanya usajili sasa. Wale waliooshwa kwa damu ya Yesu Kristo, ili majina yao yaandikwe, wafanyiwe usajili kwa raia wa Yerusalemu. Mungu akubariki, maana nafasi ipo, na Yesu peke yake ndiyo njia, kweli na uzima. Katika jina la Yesu Kristo, Mungu akubariki. Amen.